Katika ukimya wa alfajiri, pale machozi huanguka kama umande juu ya maua yaliyonyauka, alisimama Amina. Si akiwa amevaa mavazi meusi, bali akiwa amezungukwa na kumbukumbu. Mumewe, Malik, alichukuliwa na mauti ghafla, siku chache tu baada ya kunong'oneza ndoto kwa tumbo lake. Mtoto sasa anakuwa ndani yake, asiyejua kabisa kuwa mapigo ya moyo ya baba yake hayatasikika tena duniani. Lakini maumivu ya kifo hayakuwa jeraha lake pekee. Mama mkwe wake, aliyepoteza mwanawe na kuzongwa na mashaka, alimgeukia kwa maneno ya uchungu. Huyo mtoto si wa mwanangu. Kana kwamba huzuni haikutosha, sasa shaka ikawa kama ukungu uliomfunika roho. Kila usiku Amina hulia kimya kimya, mkono wake juu ya tumbo lake, akiuliza, je, mtoto huyu atakubaliwa? Je, atapendwa na damu ambayo ilipaswa kumlinda? Anatembea njia isiyo na mwanga, akivutwa kati ya kulinda heshima ya marehemu na kupigania uhai ndani yake. Ukuta unamnong'oneza sauti za kicheko kilichopotea, na macho yake hubeba bahari ya huzuni ambayo ni nzito kwa mtu mmoja kubeba. Lakini sasa, msikilizaji, kama ungekuwa karibu naye, ungemwambia nini? Kama ungekuwa Amina, ungefanya nini? Je, apigane kuthibitisha ukweli wake, au aondoke kulinda amani ya moyo wake? Hadithi hii ni ya Amina, lakini maumivu yake yanagusa nafsi zetu sote.